Kwa sababu nilikuwa kila nikienda hospitali narudishwa. Siku hiyo nilimwona mwanangu alibadilika kabisa. Hizi dawa nimetoka nazo hospitali, mwanangu ana hii hali. After anambia ndio nyumbani. Sirudi, utajua unanipeleka wapi. Nilisimama kama mama na nisingekuwepo ningempoteza yule mtoto. Hii situation itamletea mtoto ulemavu wa kudumu. Hawezi kupona. Nililia, dokta akashindwa kuendelea kuongea. Ndani ya moyo wangu nikasema daktari pekee utakayemwamini ni Mungu peke yake. Kwenye familia yetu hakuna mtu ambaye amezaa nje ya ndoa. Kwa hiyo nimekuja kugundua pia ni mjamzito na ugomvi pia na wewe alonipa mimba. Unafikiri taarifa naifikishaje kwa baba mtoto? Unataka kunioa kwa sababu na mimba au unataka kunioa kwa sababu unanipenda? Niko tayari atakuwa single mother. Jesus. Tumekuwa wote wa mama at the same time, tumepishana miezi michache sana. And before that tumejuana kuanzia kipindi cha homeworks, sijui bwana umeandika notes, umeingia kipindi fulani, umelala uko wapi, kipindi au wingi, hata hiyo siara tena. So yeah, tumejuana kuanzia huko. And now that we are talking, sasa hivi stories zetu zimebadilika kabisa, totally. Amepandisha homa, vipi mpe Calpol, unamwona mnakula lishe gani huko? Yaani umeona vitu kama hivi. So there are a lot of things grow up together, tumevibadilisha kuanzia kwenye maongezi yetu mpaka sasa hizi we are talking different stories, tunaongelea watoto na kadhalika. So at the first time Alicia, sasa you are going to become a mom. How was that? Take me through that journey. Bwana. Mimi kwanza safari yangu. Picha ninalojua safari inaanza pale unapojua kwamba ni mjamzito. Kwanza kwenye familia yetu hakuna mtu ambaye amezaa nje ya ndoa. Okay. Picha linaanzia hapo. Alafu kumbuka sasa ule ukali wa mzee ule. Stories zake zile, babangu alikuwa na tabia hiyo. Akiweka kikao cha familia, anaikaga mkuu mezani. Alikuwa anaikaga mezani, hata anaanza kuongea. Sasa mimi sikilizeni, sitaki ujinga, sitaki mimba ya nje, sitaki sitaki ujinga, ni ujinga wote ambao utaki, anasema hivyo. Sasa mimi nilipopata mimba, nikaanza kuwaza ule mguu wa kuku ambao unaitwaga tu pale. Haujawahi kutumika lakini. Haujawahi kutumika. Unatumikaga mwaka mpya ile. Sherehe za celebration. Tuna enjoy vile. Sasa nikasema toba, kuna ule leo unaenda kufanya mazoezi. Alafu mind you hapo na kama miaka miwili vitangia nimeomba ruhusa nitoke nyumbani. Okay. Kwamba alikuwa hajawahi kuniruhusu kwamba nikajitegemee mwenyewe. Okay. Kwa hiyo nimekuja kugundua pia ni mjamzito na ugomvi pia na wewe alonipa mimba. Bwana Amanda. Unafikiri taarifa naifikishaje kwa baba mtoto? Kwa hiyo mimi nikaa niko loki, sijamwambia mwenye mimba. Sijampa taarifa kama na ujauzito wake. Kwa hiyo lakini kulikuwa na rafiki yangu wa karibu, alikuwa anajua mahusiano yetu. Okay. Kwa hiyo yule mpenzi wangu siku aliponipigia simu, ambaye sasa hivi ndio mume wangu, aliponipigia simu nikaa nimemkasirikia sana, nikamwambia bwana, kama mimi na wewe basi. Mind sijamwambia kama ni mjamzito, lakini na ile stress kwamba mimi na mimba nitamwambiaje afu tena ananikwaza. Yani nilikuwa na kama vile sasa sijui ndio ule mwanzo wa mimba ile hasira. Kuna emotional change. Yes, nice. Kwa hiyo rafiki yangu alivyonisikia vile, afu tena yeye alikuwa tayari ameshajua mimi na aligani, alinipola simu yangu akakimbia chumbani kwake. Akaenda kumwambia, sio alimwambia nini, sikumbuki mpaka leo. Ila ninachojua tu after that akapiga tena simu baadaye akaniambia, samahani nimekukwaza, naomba baadaye uje basi kwangu tuongee. Na mwisho rafiki yangu mwambie nini, hajasema kitu. So ndio hiyo mara ya kwanza sasa naenda kumwambia kwamba mimi ni mjamzito. Kaka watu walifurahi. Okay. Akaniambia unasemaje, are you ready? I was like, yeah, I'm ready. Ulishanikwaza tayari, lakini kama ningekuwa nataka nifanye kitu chochote ningefanya without you knowing. Pale akaniambia nataka nikuoe. Okay, kwa mtoto kasababisha something else. Sasa hapo ndo ikaja pia ikawa hofu yangu nyingine kwamba unataka kunioa kwa sababu na mimba au unataka kunioa kwa sababu unanipenda. Nikaanza kuleta kizuizi kingine. Wewe uko tayari kunioa mimi kwa ajili ya mimba, kwa ajili nikamwambia sasa mimi nikamwambia sasa waza. Afu ukipata jibu mimi am ready, nikamwambia sasa hivi tayari tumeshajua tuna mtoto anakuja, tuanze kujipanga tunaliaje. Niko tayari atakuwa single mother. Jesus. Yes, niko tayari kuwa single mother, lakini mimi nataka tuwe na uhakika kwa sababu sitaki zile story mimi nilikuoa tu kwa sababu ulikuwa na mimba. Inakuwa ni kama regret. Yes, kwa hiyo kitu mimi nilikuwa na avoid sana. Kwa hiyo
Hiyo ndio ilikuwa safari yangu mimi kujua naelekea kuwa mama kwa mara ya kwanza. Twende kwenye mguu wa kuku. Bwana, kwenye mguu wa kuku sasa. Sasa kidogo aliponiambia kwamba nataka nikoe kidogo ikawa imenipa relief kwamba sasa nikaanza kuangalia mguu wa kuku bwana, sio mimi naweza kumuingia kwa urahisi. Sio mama yangu, sio dada yangu, lakini tuna aunti yetu huyo mmoja huyo. Aunti Matata huyo. Yeye mwenye akiongea, mzee yule mwenye anakaa tu. Kwa hiyo muda ukazidi kwenda, ikafika mpaka miezi 3. Nikamwambia, yani huko na mwenye namsumbua mwenzangu, nataka niende kwenu. Nikamwambia, wewe kwanza kaongea na kwenu ili na mimi niwe na wakati tu na uhakika naenda kuongea na kwenu. Kwa hiyo alienda kuongea kwao, wakamuuliza swali ambalo nimemuuliza. Kwa ajili ya mtoto. Kwamba unataka kumuoa kwa sababu ana mimba au kwa sababu unampenda. Kwa hiyo alivyoambia kwamba hata mwenyewe pia binti ameniuliza swali, akasema basi huyo binti ana akili, anafaa. Na wewe tujibu sana sisi. Akamwambia mimi nataka nimuoe kwa sababu nampenda. Kwa hiyo alivyorudi akaniambia nimeshaongea na nyumbani kwetu, ameridhia. Kwa hiyo sasa yafanya mpango nije kwenu. Nikamwambia sisi utaratibu kwetu usipaswi binti kupeleka taarifa, inabidi tuende kwa huyo aunti yangu sasa ambaye anamweza mzee. Basi tukafunga safari, nikampigia simu aunti yangu siku hiyo, tukaenda. Nikamwelezea, akasema hongereni, lakini inabidi muwe makini, wewe ushakuwa dada tayari, wadogo zako wasikuige, kwa mimi nitajua fanya, nitaongea na babako. Kweli akatafuta muda wake mwenyewe, akamtoa mzee out. Wakatoka, wakaongea huko, akapanic, lakini akaambiwa panic, yule kijana yuko vizuri, wana mpango kuja kuleta barua kwako, kwa hiyo utawapangia siku gani waje. Kwa hiyo mipango mingine ikaendelea. Ila haikuwa rahisi. Yeah, I understand. Yes. Mimi nakumbuka I'm pregnant, nakaa kwa mamangu mdogo. Alafu by then kazi nafanya mkoani Mtwara. Kwa ni kuja na kuondoka. Sasa by then nadhani mradi ndio ulikuwa unakaribia kuisha. So I'm pregnant. Yani ile hali I'm like, unaleaje? Narudia wapi? Naanzaje? So what I did, nimekaa kimya. Nikampigia dadangu tu, nikamwambia bwana, tayari ishatokea. My sister is my solitude. Kwa yani akawa na swali moja. So what is next? Tunamwambia muhusika au tuna deal nayo? Kichwani I'm like, oh my god, am I ready? Mbona mimi bado mtoto? Wewe mtoto wewe sasa. Sasa by then najiona no bado. Ilikuwa 2023 Yes. 2023. So like, bro, ndo kwanza nimeajiriwa like juzi 3 years ago. After hizi na mtoto, I don't even know, sina investment yoyote, sina uwekezaji wowote. I'm like, nitamlisha nini? Nitamweka wapi? Alafu mimi kwetu hatuna mguu wa kuku, lakini wewe mamangu ni mama. Yaani yule African mother. Naanzaje kumwambia? Nilikaa nayo, muhusika yuko mkoani. Mimi nimegundua sijui na 3 months. Muhusika yuko huko mkoani, mimi nachukulia si ukuaji bwana, nimebadilisha mazingira, niko Dar hivi mkoani. Nimenenepa kama nikako bado kapota. Siku hiyo nimejua, nikaongea na dadangu, nikakaa kimya kama mwenzi hivi, umekata tena. Muhusika hayupo, nitamwambiaje? Siwezi nataka face to face. Wewe ukimwambia kwenye simu kuna reaction mbili unazipoteza. Kwanza mtu anaweza kazimia. Una raha yake. Yes. Nikampigia mamangu siku hiyo, bado hapo muhusika hajui. Mimi nisha make peace with it, na dadangu support yake nini tushakubaliana. Kwa nyumbani ninapokaa ni kwa mama mdogo, yani sitaki kuileta ile aibu nyumbani kwake, ni mtu wa jumuiya, because I have my young brothers in the house, tuko wote wananiona and I'm their role model. Dada Amanda, my sister, my lovely sister. So I'm like, yo, narudije? Yani unajua unakuwa ile cold cheeks, tumbo linapata butterflies whenever you're going back to home. Nampigia mama simu, mama umekula? Nimekula. Kwani nini? Nilikuwa tunakuambia kama ujala ule. I'm gathering the strength ya kutoa taarifa. Alafu bora umwambie mama atajua namna ya kuongea na mume wake. So ile stress ikanila like a month, mwezi the first trimester ikaisha. Sina kutapika, sina kuharisha, sina nini. Lakini ile tuna pressure ya taarifa. Kwa siku naenda kumwambia mama yangu niko tu saluni, nikasema kwa ni shilingi ngapi? Halo mama. 1, 2, 3. All she said is hongera. Imagine mtu ambaye umemezea taarifa kwa kumuogopa ukali wake, lakini mama anajua like nitamwambiaje? Kwa the moment napata nguvu ya kumwambia, mtu anakujibu tu hongera.
Amanda unajua unasema nigombeze basi. Mama nipokee. She's like, what ni mtu mzima na kufokea nini? Sasa basi nigombeze kidogo. Unataka tu ugombeze unajua kwa sababu ile reality reaction absolutely. Kuna kitu natafuta hapa Amanda. Na leo akati nilipita kwenye mitandao ya kijamii nikaona hizo reaction hizo za wamama. Jamani ukele tena sawa. Unaambiwa wewe binti ulikuwa na mimba, toka unaficha. Kwenye kuficha kwako ulijua kama kwa kabeti nilikuwa navaa gauni la kubana vitaiti, nikaambiwa endelea kumbana kichwa atoke kichwa kama chapati. Kuna vitu vingi. Nilikuwa najitahidi kuvaa big t-shirts, magauni makubwa. I had to change my style. Mimi nilikuwaga nikienda because nimefanya sana hivi kwenda kwenye maofisi ya watu, so I have to look presentable, magauni ya penseli nini. I stopped instantly. Baggy pants, t-shirt makubwa, vigauni vile vya African prints, yani nguo tu mradi. Kina mama na macho. Like mamangu mdogo alijua maana sina kwake, afu she's in a health care system. Kwa hiyo najua kabisa ni nesi, amekaa karibu na wagonjwa muda mrefu. Kwa hiyo I think anajua, lakini sijamwambia. Kwa hiyo baada ya kumwambia mama yangu ndio akaniambia, sasa mama yako anayekulea hapo mjini nimemwambia. Kwa ile nguvu ya kusema huyu kapokea hivi, I'm sure huyu naye ataipokea vizuri. Nikamwambia mama, nikombe kitu, mwambie wewe. Muhusika umemwambia? Nikamwambia muhusika anarudi leo nitamwambia. Yani hata muhusika hajui. Because yani ujue nilikuwa na ile reaction kwamba akipokea fresh, asipoipokea je? I'm not ready to be a single mom. Because nilikuwa na research vitu vya about single mom nini. Ulifika huko? Bro, you know ile hali inakubeba. You don't have anyone to talk to zaidi ya dadako. Dadako mwenyewe ni bachelor. Yani wewe na yeye wote hamna experience. Ni wageni kwenye hiyo. So she will tell me, do you know there is a way we could do this? Yani anatafuta namna ya in case muhusika akikataa tutaishije mimi na wewe. Yani mimi na yeye. Mle mtoto wenu. Exactly. And at the same time I'm like, muhusika akipokea well and good. So yani ile that's something about a lot of people wanaipitia. Kwamba what if akubali? What if akatae? Hicho kipengele ni kikubwa sana. Na when you overcome that, ni kitu brief. Ila mimi kiukweli mama zetu wana pepo yao. Kuna namna ambavyo wanatupokea mpaka wanasema, "Je, na mimi nitakuja kumpokea hivyo mwanangu?" I feel like kwa nilipopokelewa it gave me an eye opener. Hata ile in the next time ikitokea I'll just be positive the way my mom was positive. Kwamba you're already in the right age. Ukisema wewe bado mtoto unajidanganya. Now it's time for you to grow up and mature. And also tayari una kazi yako, tayari uko sehemu safe. You get salary end of the month. Sawa sio kubwa, at the same time sio ndogo. You can start with that. Alafu now it's time for you to start thinking far ahead. Anza kuwaza, you are done thinking of yourself. Anza kuwaza future. What's next for me and this little one? Kwa hiyo ile phase ya kumtransition muhusika paka aje kuaccept. Lakini pia nahisi ni kitu kizuri ambacho hata kuna wazazi wengine wanapata guilt, unajua kwa ajili ya ukali wao mtu anaanza kuwaza bora ni kwenda kupeleka taarifa nyumbani, unaenda kuabort, alafu tena matokeo yake umepoteza maisha, umeharibu kizazi, kesho na kesho kutwa unakuja kutafuta mtoto anakosa. Lakini kwa upande wetu sisi leo tumshukuru Mungu kwamba tulipofikia. For sure. I think this is also time to call out kwa wazazi. Ujue ukali sana haujengi. Ni kweli kabisa. Tunaelewa kwamba there are moments lazima mzazi we mkali. Lakini mkali kwa mtoto wako unampa ile like mimi nilikaa almost a month just after knowing it, naanzaje kumwambia. Taking the fact kwamba wewe ni mama ambaye jamani nikiharibu kitu nazipokea jumla. Mimi sijui Mungu hata ilipokeaje, I don't remember. Yani nilikuwa ni mtu ambaye chochote kile, yani mimi bwana ndio imeshakuwa tayari. Yani nilikuwa sielewi kwa sababu nilienda kwa auntie, nilivyotoka kwa auntie nikaanza kumpigia dada zangu, nikamwambia dada zangu. Kwa hiyo mama anajua, nikamwambia mama ajui, mtajua nyinyi mtasema. Yani mimi nilikuwa nikikupa taarifa wewe utajua utamfikishia nani mwingine. Mimi I don't care. I'm just giving you pass it for. My sisters even telling me nikusaidia kumwambia. Acha ni deal nayo mwenyewe. I'm not ready to tell her yet. Hapana kwa kweli. Ila finally we are here. So back to you now. You are a working mom. Yani wewe ni employed, you're working in the media industry. As we know, upande wa media hakuna likizo, as we were saying. Media anytime
simu inanyanyuka, where are you, bwana rais anataka kufanya risala yake, we need you to go live with this. Umekaa kidogo, you're like let me go home and rest. Unafika unamnyanyua tu mtoto simu ya bosi hapo, elezea wapi ulipo, just come, tunakuhitaji, kuna emergency 1 2 3. Has ever happened situation kama hiyo, kwamba you're going home upumzike na mtoto and then work call inaingia? Kiukweli situation kama hizo hazijawahi kunikuta ile mpaka nikasema Mungu wangu nini nikachukia kazi yangu, hapana. Kikubwa ambacho namshukuru Mungu ni kwa hawa malaika ambao anawaleta kwetu kwa ajili ya kutusaidia kuwalea watoto. Yeah, exactly. Kiukweli mimi kwanza, kuna watu wengi ambao wametesekaga kwenye wasichana wa kazi, na nimemleta msichana wa kazi kwenye hii mada kwa sababu ndo sehemu yake ambayo ameingia na amenisaidia pahali pakubwa sana mimi kuweza kufanya kazi yangu kwa urahisi. Sijateseka kama wengine. Unaambiwa usipoteswa na mapenzi, utateswa na mdada wa kazi. Mimi haijanipata. Nilipata wa kwanza, alienda kusalimia kwao, akakamatwa huko akaolewa kwa lazima. Nilipompata huyu wa pili mpaka sasa hivi mwanangu naye anakimbilia miaka 3. Yule aliondoka akiwa na miezi kama 4 hivi. Kwa hiyo sijateseka sana. Sasa huyu binti yangu kiukweli kuna namna ambaye anajua namna ya kujituma, kuona mimi naishi naye kama familia. Kwa hiyo stress za kazi kidogo sina. Ila kuna ule muda ambao yani unamisi mwanao, cause unakuta unaenda kazini asubuhi, labda alfajiri, kipindi cha asubuhi, zile morning show. Kipindi kinaanza saa 12, inabidi uamke saa 11. Unaenda ofisini. Hapo unarudi labda saa 9, saa 10. Au hujaonana na mwanao, mtoto naye amelala. Wewe mwenyewe pia umechoka. Kesho tena asubuhi ni hivyo hivyo. Kwa hiyo ratiba inakuwa ngumu, unakosa muda wa kutosha na mwanao, unakuwa umjui mtoto wako vizuri. Mtoto anakuwa anajua tabia za dada zaidi kuzidi mama. Hizo ndo challenges zinazozipata. Lakini mbali na hapo, sio zile emergency za kikazi. Mwanzo mbona ulikuwa unajua ukishamaliza miezi 3 ile maternity leave. Ile sasa you're going back to work. Ile ilinipa stress. Ile kiukweli ilinipa stress kwamba how can I kumwacha mtoto jamani? Nishazoea muda wote nakaa naye. Naenda kazini nitaweza. Kwa hiyo unakaa kazini unaanza kusingia, jamani maziwa yananiuma, nataka nikamnyonyeshe mwanangu. Unarudi kazini. Lakini baada ya pale nilivyozoea nisiwe muongo. Yaani hizo stress kwa sasa hivi sina. Kwa work ina balance na family ina balance. Yes, nimeweza kubalance hapo. Nice. Yeah. I feel like kwa upande wa dada wa kazi, wengi hatuwapi credit wanazozi deserve. Yeah. For real, namna ambao watu wanaishi nao, wengi wanaishi nao kwa hofu ile. Wanawatreat kama vijakazi tu. Yes. You are just there for this time. Utaenda nyumbani kwenu, utaondoka, utarudi tena. Nadhani hiyo pia inachochewa na namna unavyoishi nayo. For example, I've seen you ukiishi naye and you have seen me, tumeishi nao kwa upendo, because mimi mtoto wangu anamjua dada huyo, hajawahi kubadilishiwa. So that moment kuanzia mdada wa kazi anapokuja, anapo take over kukusaidia malezi. Yeah. I feel like a lot of myth ziko hapo katikati. Kwamba unamwachiaje mdada wa kazi mtoto wako masaa yote hayo? Yes. Taking the fact kwamba wazazi wetu wa zamani walikuwa wanaacha kazi ili kutulea. Lakini right now maisha yamebadilika. Exactly. Sasa a lot of people don't understand that. Kwa ile role ya mdada wa kazi wanaichukulia, mimi in short mdada wa kazi namtreat kama mdogo wangu kabisa. The way nitakavomgombeza mdogo wangu akikosea ndo nitakavomgombeza. Yani tunaishi sawa. Praise mdogo wangu akipatia nitakupraise the same. Nikisema mdogo wangu wewe vaa leo tunatoka out, you do the same. Because yani wewe ni part kubwa sana ya mtoto wangu hata kuliko mimi. Na kuachia mtoto wangu tunasema waajiriwa tunakaa 8 hours ofisini, lakini sometimes it's more than that. So all those 8 hours mimi zaidi ya amekula, amekula. Vipi amelala? Amelala. Ameoga. How sure am I kwamba kweli umevifanya hivyo? Hapo. Lakini ile because you have given me faith, nimekuamini na ile hofu nimeiondoa. I feel like pia wadada wa kazi wanatusave sana. Yani wanatusave sana. Unajua watu wasichokielewa. Unakuta muda mwingine mtu unakaa ofisini ukipiga nao story. Mfano, unakuta yani mara nyingi kila mwisho wa mwaka kampuni au sehemu fulani unapata tu ile ongezeko la mshahara kwa sababu mwaka unaisha, kuna mambo mengi, basi unapata vibonus. Cha ajabu wewe yule msichana uliokuwa naye nyumbani hakumbuki naye hapokei bonus. Shame on you. Yani shame on you. Kwa sababu pia na mwenyewe pia ni mtu ambaye naye anafanya kazi, yuko kazini kwake, mkumbuke basi. Haya. Mimi kama mimi siwezi kuwa muongo. Siku yangu ya pumziko inaweza kawa hiyo moja. Mondays. Kwa hiyo pia nafikiria dada naye anahitaji kupumzika.
Nikishindwa kupumzika ina maana mwenyewe pia inabidi nipike, na mwenyewe ndio siku yangu ya kupumzika. Kwa hiyo kuliko kupumzika, dada ni binadamu. After the good thing ni kwamba sasa hivi tuko kwenye masuala ya social media, unajua smartphones. Dada zetu sisi tumewapa smartphones. Wako TikTok, wana chati, watajia, wako WhatsApp, wanajua kutumia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo wanaviona, tunapa exposure kwa sababu pia ni wadogo zetu, tunataka nini wajifunze. Kuna vitu ambavyo wanaviona online, ataona KFC, ataona sweet chips wapi, ataona anatamani vile vitu. Kwa hiyo siku naambia tu haya, leo kazi kwako, hatupiki, tunapumzika, chagua unataka tule kitu gani. Ingia online, zunguka, tafuta chochote tuje kula. Kwa hiyo mtu vitu vidogo vidogo kama vile anaona kumbe na mimi I'm part of this family. Kumbe na mimi pia nina sauti ya kusema nataka kitu gani. Kwa hiyo kile kitu pia kinakuwa kinamleta yule mtu, yani kinamweka karibu na wewe. Unatoka, unarudi nyumbani, unapipia mwanao. Mwanao alishinda na nani siku nzima? Yeye dada hujamwekea. Haumletei chochote. Mwanao anashindwa na nani siku nzima? Dada naye kuna kitu anakipenda, mbebee, mpe. Exactly. Wewe kila siku tu kazi yako kumpa tu zile nguo ambazo umeshazivaa, umechoka, unampa. Hawezi kuvaa kitu kipi. I feel like that's something about, it's like a call out kwa wazazi ambao tunasaidiwa na wadada wa kazi. Yani kuna mda hata mimi naona wakwangu siwezi nikamuita dada wa kazi kokote. You will never hear me call dada wa kazi. Naambia huyu mdogo wangu. And then the good fact is amefanana na mwanangu ule white. Exactly. So mtu akiniuliza, naambia huyu mdogo wake mume wangu because of the whiteness imerana upande wangu. Kwamba yeye mume wangu na mtoto ni familia moja. Sababu tu ya ngozi. Kwa hata nikisema leo mtoto anataka tuseme mami sijui, nikija hata na zawadi simpi mimi dada. Hata ile salary yake simpi mimi. Amuita chukua, mpelekea dada, mwambie thank you. Ataichukua ile bahasha dada yake, atampelekea, atamwambia dada thank you. Nikirudi na vipipi hata ofisini wanajua. Nikipoaga na ficha nasema hizi wapelekea watoto nyumbani. Kwa nikifika I'll give mtoto, chukua mpelekea dada, simply because nataka ajue yule sio tu wa kumlea, amchukue kama dada yake. Mimi saizi hata hataki kuniona, hataki hata kulala na mimi. Naenda kwa dada. Naambia haya, nenda kwa dada, sababu najua akienda kwa dada, dada atazima taa mtoto atakapolala, ila akiingia kwangu nikizima taa, nimezima taa ya lala, unaweza kupokea. Lakini kwa dada atacheza, atachoka. Ni kweli. Mfundishe mtoto wako namna ya kuishi na msaidizi wako, taking the fact kwamba anakaa naye muda mrefu. Mtoto akikuona unamfokea, mtoto akikuona unamgombeza, mtoto akikuona you are treating her like trash, naye ndio ile watoto wanaanza kuwa waona adabu. Watoto anampiga dada. Kwani unampiga dada? Wewe unampiga dada, kwa nini asimpige dada? Wewe unamzodoa dada, naye anaacha. Alafu wewe uko kazini unamwacha mtoto na dada nyumbani. Hayo hata mpiga. Ningekuwa mimi dada kwa kweli nampiga. Mtusidanganye, yani kwa hali tu binadamu. Umeniachia mtoto wako nimlee, lakini jinsi unavyomtreat, it's not fair. Kwenye friji kuna juice, mimi sini za mtoto, kuna vyakula vizuri, si unaenda kazini. Mimi ndio huyo mtoto, nitakula miguu juu na na TV na kula. Mwanao nitampa maji, nitakula. Kwa kuna vitu vidogo vidogo kama hivyo, mafuta. Mafuta bei gani? 10,000. Mshahara bei gani sana? Vaseline 5,000 kopo kubwa. Si mtu anakuambia nampa mshahara wake. Atumie mshahara wake. No, ila sometimes kumbuka hata sasa hivi tumehamisha kabisa, tunaongelea dada. Sometimes hao wanatoka nyumbani kwao ili kubadilisha hali za nyumbani kwao. So from time to time hela yake unayompatia sio kwa ajili yake. Most of them utasikia, mimi wa kwangu especially, ataambia dada, naomba mtumie kiasi fulani nyumbani. Atachukua, atamtumia nyumbani. Kwa you just know hatumii kwa ajili yake. Tunaambia nilimwahidi mamangu nitamjengea, hebu nimjenge. Alafu unlike kwao na huko mjini, ule kujenga ukiwa hata na 500,000 unaweza ukaanza na msingi ukasogea, because you are looking for something decent. Ni kweli. Kwa hiyo yani ukisema leo nampa kiasi fulani, kumbuka pia anatuma nyumbani. Kwa hiyo in short tumeongelea wadada in a positive way. Kwa it's also a call out namna ya kuwalea watoto wetu pia wanatusaidia. Ni kweli. So kwa upande wa wazazi, I believe we have covered that angle ya kubalance work na malezi ya kila siku. There are a lot of challenges tunapitia. So as a mother, what is that one day you are like, yo, is this what it means being a mom? Amanda. Yani like ile you're like, oh God, I'm so exhausted. This is what it means being a mom. What is next?
Nikachukulia ile hali, for example mimi hapa ilikuwa kukesha, yani kile kipengele cha kukesha, that has been my exhausting moment. Unarudi nyumbani umechoka, dada wa kazi naye amechoka the entire day, you are like embu mlete. Ukiingia naye the moment wa usingizi unakuchukua tu nasema lala kidogo tu, lala dakika kidogo tu, nabidi nipumzike ubongo. And then there is that people mtu anakuambia akilala na wewe lala. Oh God. Unajiuliza usingizi unaotolea wapi? Oh, that's a lie. Mimi kwa upande wangu, ujue mimi nilikuwa napenda kulea watoto tangia niko mdogo. Okay. Na watoto wa majirani tu, nimewalelea sana. Wewe mtoto wa katikati, niko katikati na wadogo zangu, okay. Lakini pia hata watoto wa majirani nimewalea sana. Kwa mimi swala la kulea lilikuwa linisumbui. Hata yale masuala kwamba sijui kuamka usiku kufanya nini haikunitesa sana. Mimi nilikuja kuteseka, nikasema kumbe nishakuwa mkubwa. Nishakuwa mama pale ambapo mwanangu aliumwa. Yeah. Amanda, hapana. Hakuna watu strong kama wakina mama, kwa sababu ukinitoa mimi nilikuwa niko wodini nikiwaangalia mama wenzangu. Wewe mwenyewe shahidi, ulikuwa unakuja hospitali kuona. Nilikuwa ninashindwa kukaa. Yaani unafika hospitali unakaa nakwambia mtoto amelala, unasema Elisia, mbona macho yako wazi huyu mtoto? Amelala, ulikuwa uwezi. Unaweza ile wodi ulikuja si mara moja. Baada ya pale tulikwambia private ndio ukaja. Anakuja frequently. Yaani kile kitendo kwanza mtoto anaumwa kila siku, homa. Unaenda hospitali unaambiwa infection. Mnatibu infection haiishi. Maswala yetu wa udaktari wa kugugua wa ChatGPT. Sasa ilifika level ambayo nilisimama kama mama na nisingekuwepo ningempoteza yule mtoto. Yaani mimi nitapenda kuwa encourage wakina mama wote, yani fuata zile instinct zako ambazo zinavyokutuma. Ukiona kitu kinakwambia hiki kiko sawa, kubali. Kwa sababu nilikuwa kila nikienda hospitali narudishwa. Siku hiyo nilimwona mwanangu alibadilika kabisa. Ni mtoto ambaye ni mchangamfu, mtundu. Kwa hiyo akiwa kuna kitu hakiko sawa nagundua. Hiyo siku alibadilika kabisa, nikamkamata nikaenda naye hospitali. Naambia daktari ananiambia hana shida yoyote. Infection. Rudi katumia dawa gani? Hizo zilizotoka nazo nyumbani. Nikaambia usinitanie. Yaani nilikaa, unajua ile ya kurelax, unaambia mtu kama mimi sitoki, sing'oki. Ndio niko hapa, nikaambia mimi hapa sitoki. Hizi dawa nimetoka nazo hospitali, mwanangu ana hii hali. After ananiambia ndio nyumbani. Sirudi, utajua unanipeleka wapi. Hiyo hospitali ni ya daktari fulani ambaye ni bingwa sana, anajulikana, yuko Tabata maeneo fulani hivi. Kwa hiyo mimi nilikuwa sijui, nilienda na bima, ila kumuona daktari kumbe na cash. Kwa hiyo nikamwambia either kama unataka kunisikiliza unipeleke kwa daktari, hiyo cash nitaitoa huko au tafuta alternative nyingine. Ndio akaanza kuniambia, yani hapa kitu pekee ambacho tunaweza kufanya ni kipimo hiki au kipimo hiki. Sisi hatuna. Kwa nini usiniambie tangia mwanzo, unaambia nirudi nyumbani? Ndio hicho ngambia, kwa nini usikunipa referral, unaambia nirudi nyumbani, mwanangu anaumwa. Ndio akaniandikia referral. Muda ule nilienda kufanya vipimo. Nimekuja kupata majibu. Nashika karatasi yangu, niko nje nasubiria kuingia kwa daktari. Na Google yale majibu. Yale ulioandikiwa. Ndio maana tu makaratasi siku hizi. Maana kipimo tulifanya hospitali nyingine. Ile hospitali ambayo nilienda linyoa walikuwa hawana. Kwa hiyo nakuja kusoma ile majibu. Na nilikuwa na dadangu, naambia dada, majibu yanasema hivi. Dada anambia, "Wewe unajipandikisha. Tulia." Na nishaanza kutetemeka hapo. Mind you, mtoto usiku joto lilipanda mpaka 39. Mtoto hapoi na alikuwa hali. Nampigia simu daktari ananiambia, cha kufanya chukua vidonge fulani unamwingiza mtoto matakoni ili kushusha homa. Alafu tena asubuhi tu njoeni. Amanda, nimefika kwa daktari ananiambia dada ananiambia tuko hapo nje. Akasoma majibu. Daktari ananiambia umesoma kwa umeelewa? Umeona nini? Nikamwambia daktari jibu. Akasema be strong mama. Ulichokiona uko sahihi. Mwanao anajipu kwenye ubongo. Yaani ndio ile kwa nikashusha pumzi. Akaniambia sasa hapa cha kushauri inabidi uende hospitali ya na kupa referral.
mtafute daktari bingwa wa upasuaji wa mishipa ya fahamu. This is an emergency. Usirudi nyumbani. Na ninavyokuambia mimi ukienda. Ilikuwa ni asubuhi saa Maki hatukulala around saa 2 hivi. Akaniambia nikuhakikishie kwamba ukienda hautotoka leo wala kesho. So prepare yourself. Kama kuna watu wazima mtaka kuwapigia mume wako unasema amesafiri, fanya chochote, lakini huo ndio ukweli. So tunafika Moi, alishampigia baba, alishapigia wakwe zangu. Nafika pale nakuta hotel umeshafika. Very supportive system. Amanda. Yaani ile ni kitu ambacho sitokuja ukisahau kwenye maisha yangu. Yaani kama ningekuwa na uwezo wa kubadilisha, sifata ningebadilisha nini? Sijui. Lakini mtoto anaingia theater. Mind you, tumefika pale saa 2 asubuhi, saa 3 asubuhi. Mtoto anakuja kuingia theater, siku imeshabadilika. Saa 6 usiku. Kwa nini? Foleni ya watu walichelewa kumfanyia vipimo, wamekuja kumfanyia vipimo. Mtoto blood group yake hizi za watu weupe wanasema A negative, kitu kama hicho. A negative ambazo hazipatikani adimu. Ana upungufu wa damu, hawezi kuingizwa theater kukiwa hamna damu. Tunaanza kupiga simu kutafuta damu. Uzuri wa connections, kuna watu tunajua kwa damu salama, tuna watu ambao walikuwa tayari kutoa, watu walikuja usiku kuja kutoa damu. Lakini tukapata damu, tunaingia theater, anatoka. Yaani naulizwa unataka nini? Hakuna kitu unachokitaka, namtaka tu mwanangu. Hey member. Mind you hapo bado hauko wodini, kwa unamsubiria nje. Pale kuna sehemu ya kusubiria pale reception, unakaa pale nje. Watu wote ambao mna wagonjwa ambao wameingia theater, mnakaa pale. Pigwa na mbu vizuri, tuna hivi kuna maji pale ya Jangwani. Tumepigwa na mbu pale, usingizi hauji. Unasikia tu ndugu wa maana tena sio mzazi, hawajui uko nje kama kuna mama kuna baba, unaita tu ndugu wa Isa ni nani. Yaani niliinuka kwenye ile bench kama na hapa mimi na dada yangu, maana nilikuwa tunabaki mimi na dada yangu. Sasa usiku watu tukawaruhusu kwamba naendeni tutawapa taarifa. Hiyo ilikuwa mtoto aliingia saa 6, ilikuwa saa 8 naelekea saa 9. Mtoto ameshatoka. Tukachukua tukapelekwa wodini. Tukalala na mwangalia mwanangu bandage imezunguka. Haya, tumetoka zetu hapo hivyo, kumekucha asubuhi, tunaendelea matibabu. Yaani pale unaamka wodini unakutana na watoto wengine wana matatizo. Ile ilikuwa ni wodi ya watu wenye matatizo ya vichwa vikubwa na migongo wazi. Kwa hiyo yani ukiwaangalia wengine ni vibaya kufanya comparison kwa wakongo, mimi anaonekana nafuu, lakini hali ya kibinadamu unasema Mungu. Yaani unapata nguvu kwamba mimi mwanangu ana changamoto kubwa kama huyu, lakini bado still inaumiza. Still in the same place. Na ukiwaangalia wale mama wengine wana smile, they're having that hope. Mpaka wanajiuliza Mungu, hizi nguvu wanazitoa wapi? Kwa kupitia wale, yani nilikuwa nawaona walivyokuwa vile wana smile, wana nguvu, wanaenda huku. Na mimi nikasema Mungu sitaki nikufuru. Kwa hiyo ndo kidogo nikaanza kujitia nguvu. Ila shida ikaja, mtoto apate dawa kwa wakati. Sijui cannulation dawa haipiti. Shida ikarudi tena, usao kaja. Na yenyewe hapo nilishai kumkamata tayari dokta wa routine. Sasa kule anapita si wanafunzi wala field, anaogopa kumchoma mtoto sindano. Nilimkamata nikamwambia usinitanie. Utamshika mwanangu utamtoboa apate. Nikamwambia angekuwa mwanao mtoka kufanywa operation ikatolewa usaha kwenye ubongo. Hajapata dawa kuanzia asubuhi mpaka usiku. Unadhani atakuwa na hali gani? Usaha hujarudi tena. Ni daktari nilimsimamia hapo, alimchoma mtoto mpaka tukapata dawa, lakini ndani ya siku 2 hali ikarudi tena. Tukahamishwa wodi, tukaenda wodi nyingine kwa ajili ya kupata matibabu ya kwa urahisi, yani karibu zaidi. Ila tulifanya operation kama mara 3. Lakini kabla hiyo mara ya 3 sasa, wakati mwingine mgumu ambao niliupata katikati, ilikuwa ni ile siku ambayo umeshaka hospitali kama miezi 2.5 hivi, umechoka. Nikamwomba daktari wangu kwamba tumeshachoka sana, after tunaona mtoto sasa hivi anaendelea vizuri, tuombe turuhusu. Daktari akasema kabla sijaruhusu nataka nifanye vipimo. Ile kufanya vipimo, tunaenda kumfanyia mtoto vipimo. Daktari anasema kwanza, madaktari wakasema hiki sio kitu cha kawaida, mbona usawa unawezaje kurudi, unarudi. Safari hiyo umerudi kwenye ule mfuko ambao ulikuwa umekaa mwanzo, umejaa, umeanza kusambaa sehemu nyingine za ubongo.
Kwa this is an emergency, inabidi tumfanyie mtoto operation haraka sana. Nyinyi mnamuona mtoto yuko sawa, anatembea, anacheka. Anasema mnamuona, lakini ndani hayuko sawa. Hivi unajua ilikuwa ni pressure nyingine. Yaani kwamba pale ushapata hope, mwanangu amefanywa operation mara 2, yes. Nakuja kuambia mwanangu tena yuko sawa, umerudi na umesambaa kwenye ubongo. Kaambiwa yes. Sasa hapo ilibakia kama siku 2 kufika siku yake ya birthday. Maana tulifika pale, hiyo anaingia siku ya kwanza ndio alikuwa anatimiza miezi 10 kwa mara ya kwanza theater. Kwa hiyo tumeshaka mpaka mwezi wa 11. Ilikuwa sio ni miezi 9, alikuwa miezi 9. Miezi 10 ametimiza pale pale, mwezi wa 11 pale pale. Huo ndio ukawa mwezi wa 12, sasa unakaribia mwaka mmoja. Nikamwambia kwamba sitaki stress, kama mimi wangu sitaki stress yoyote kwanza. Naomba tusherehekee birthday, mengine tutaendelea. Basi kweli. Huku nimegewa assignment, mama wangu ananiambia inabidi uwaze, wewe ndio mama, uniambie tumfanyie mtoto operation tena, tufanye nini? Baba wangu mzazi hataki mtoto afanywe operation, anasema hali ya kawaida. 3 operation ni mtoto mdogo sana, hata ubongo mara 3 years. Alikuwa miezi ndo alienda kutimiza mwaka. Operation zote mwanangu anafanywa bado yuko kwenye miezi, mwaka hajafika. Kwa hiyo yani daktari ananiambia hii ni emergency. Babu yake anasema mjukuu wangu ni mdogo sana, operation 3 tena ya kichwa, ubongo hapana. Na uliza upande wa pili sasa, mbali na baba yangu mimi, huko anasemaje? Huko wenyewe anasema sisi tunawaachia maamuzi wenyewe wazazi. Namuuliza mume wangu unasemaje? Mke wangu mimi sielewi chochote utakachokisema. Haya, tutafute alternative India. Tumwatumie daktari wa India report. Wanasema hivyo. Ni emergency, inabidi mtu afanye operation. Tumeongea na daktari bingwa pale. Anasema hii issue ni emergency. Sasa nikienda India, kikubwa kule atakula hela zenu, lakini tunachoambia hapa ndio hicho tutasema taoni. Mimi nikamwambia basi naomba kwanza tukate keki, mwanangu akiwa na nguvu ataingia theater baada. Kweli birthday yake ikafika ya mwaka mmoja, tukala keki. Hapo daktari akaniambia kwamba ikifika muda fulani asile chochote kwa sababu anakuja kufanyia operation saa 6 usiku, ambayo inakuwa tarehe 14 mwezi wa 10 2024. Hiyo 24 ya mwaka mmoja hapo tayari. Nikasema yo. Kweli siku nilimbeba mwanangu, siku alikuwa analia njaa, amening'ata mgongoni, natembea naye kwenye makorido. Nauliza manesi, natoka jamani daktari anasemaje, mbona aje? Nampigia simu daktari apokee simu yangu, anakuja. Kuna roho inaniambia mlishe mwanao asiingie kwenye operation. Lakini kuna roho nyingine inaniambia mwanao inabidi apone ingie kwenye operation. Nilikuwa nimechanganyikiwa Amanda, sikuficha. Yaani nilikuwa niko kwenye ile njia panda. Alafu tena tu baada nilikuwa sina hata ile nguvu ya kusali. Nilikuwa tunaambia Mungu, kumbuka vile ambavyo nilikuwa nasali. Kumbuka watu wananiambia, Mungu kumbuka mimi siwezi. Kumbuka simama na mimi, kumbuka siwezi kabisa, siwezi. Basi tumetoka hapo. Nimefika mpaka mida ya saa 7 hivi, saa mtoto akasinzia kidogo, amekuja kuamka saa 8 kidogo akaanza kuchangamka. Akaamka kabisa kama hana njaa. Tukaanza kabisa na kucheza. Saa 8 tumecheza, akaja dokta. Vipi mnaendeleaje? Kama dokta kamchangamkia, anatembea. Alikuwa ashaanza kutembea. Watu ambao wanasema mtoto wako wa kiume lakini ameanza kakua mapema, anafanya vitu vyake mapema sana. Kwa hiyo alikuwa akishaanza anaanza kutembea, anaongea. Dokta akaja kama sinaenda theater kuandaa, nitawapigia simu nikiwa tayari manesho atakuja kukufuata. Kweli inakaribia saa 9 nikaitwa na nikashuka na mtoto, nikagiwa form zile za kusign. Alafu mume wangu siku alikuwa ananiachaga mimi ni sign. Hivyo vitu anavikwepaga. Mama ndio anaidhinisha kwamba nimekubali mtoto fika mpaka pale theater. Kwenye mlango wa theater tunakutana na kulikuwa kuna ajali. Kulikuwa kuna mbaba alikuwa amekatika mkono kabisa.
Basi mwanangu akamwona na baba akaanza kumwambia poe. Baba akacheka akasema, huyu daktari mdogo anaenda wapi huku? Asante mwanangu. Kaambia naye anaumwa, Mungu amponye, mtoto mdogo sana anaenda kufanya operation. Nikaambia yeye mdogo amebebwa sasa na daktari wake. Na yani pale ukifika theater wao hawajali ni dini gani, watakupa tu muda, kaa kwenye hiyo kona sali muombe mtoto. Mimi nikakaa nikaambia tunamwombea mwanangu na madaktari wapate yani chochote kitachofanyika pale Mungu aingie kati. Kaondoka. Nimelala nimefika odini, nikatandika kitanda cha mke, kuna vitanda viwili, cha mgonjwa na iko cha mzazi au mtu ambaye anamugusa. Nikatandika kile kitanda cha mgonjwa vizuri ili mwanangu akirudi alale, mimi nikalala kwenye kitanda kingine. Saa 9 hiyo, saa 10, 11, 12 masaa ilikuwa anaenda. Mimi kasema mpaka sasa mwanangu hajatoka, shida ni nini? Saa 1 kasoro hivi anakuja nesi ananichungulia. Mimi saa 12 naelekea saa 1 akaja nesi akafungua mlango wangu akachungulia akasema yupo, akafunga mlango. Unajua mapigo ya mbio anaenda moyo, maana sio mapigo ya moyo anaenda mbio. Nikasema nesi kafungua mlango kanikuta niko macho, hajanisemesha, anakuja kusema yupo, mwanangu amechelewa. Ina maana gani? Mixed feelings kaza kupata, au kuna changamoto, wanakuja kuniangalia na hali gani au hivyo. Niliishiwa nguvu kwa nikakaa pale kama dakika 20 kitandani. Nilipopata nguvu nikasema naenda kuoga. Nikitoka kuoga naenda kumuuliza nesi kwa nini alikuja akafungua mlango wangu akaniuliza vile. Basi nimetoka pale ile nataka niingie tu bafuni, wananigongea mlango. Unaona kitanda kinakuja sasa, mashuka ya kijani yale kutoka theater. Mwanao yuko tayari. Nikaambia ulikuja ukagonga mlango, akaniambia tulikuja kuangalia kama umelala huko macho ndio ukampokee. Nikaona kama vile umelala kwa watu kutaka kukusumbua. Nikasema ungeniua na pressure. Kwa hiyo nikamchukua mtoto, nikamlaza kitandani, nikaingia kuoga sasa kumsubiria amke. Saa 1, saa 2, saa 3 mtoto amke. Operation imechukua muda mrefu, mtoto anachukua muda mrefu kuamka. Nini shida? Nikaanza kumwangalia mtoto, namwangalia upande mmoja mate anatoka. Mtoto kile kijaribu kumshika hivi, upande mmoja uko stiff. Yaani ule umekakamaa. Huko mwingine uko soft. Nikasema no, this is not normal. ChatGPT kaingia kazini. Ila mama siku hizi mileni hapa jenzi. Sisi tuna shida sana. Nikaingia ChatGPT. Nikaandika kwamba ile stiffness kwenye upande mmoja wa mwili inasababishwa na nini. Kaanza kuona sijui damage ya kwenye brain ikitokea hivi, labda kuna clot ya damu sijui hivyo. Ndipo nikajua kwamba ubongo wa upande wa kushoto una control viungo vya upande wa kulia, au ubongo wa upande wa kulia una control viungo upande wa kushoto. Kwa hiyo kama stiff amekuwa kulia, basi kuna changamoto kushoto. Na ukiangalia kweli mwanangu mimi changamoto yake ni kushoto. Nikaanza kuleleti, kapigia simu daktari, jamani daktari hivi. Kwanza nilipenda daktari wa root, wakaangaliana wakaondoka. Nikamsumbua tena daktari alikuja mara pili. Nikamwambia daktari, niambie ukweli, mwanangu ana hali hii, nikaitaja. Inaitwa hemiparesis. Mwanangu ana hemiparesis. Wakaangaliana, umejuaje? Nikamwambia umegugwa vipi? Walikuwa waniamini kwa sababu pia nilikuwa na marafiki zangu pale madaktari. Kwa hiyo kaisa wao ndo wameniambia. Nikawaonyesha. Sasa hatuwezi kusema hivyo, inabidi tumrudishe tena kwenye vipimo. Tukaangalia hali yake. Jamani mwanangu kwanza picha linaanza kuchomaga sindano ya usingizi mpaka aingie kwenye mashine kupimwa. Yani inakuwaga inachukua muda mrefu mpaka asinzie, lakini hiyo siku bila sindano bila nini, vile vile ilivyokuwa tu dozi. Tumempeleka, tukafanya vipimo. Wakasema kwa damu imefilia. Kwa hiyo atakuwa kwenye hiyo hali, kadri muda unavyozidi kwenda atakuwa sawa. Kwa hiyo mwanangu akaja kuanza kula na mpira, yani hali ikawa mbaya sana. Yani siombei mama yoyote apitie kwenye ile hali. Yani sitamani mama yoyote apitie kwenye ile hali kiukweli. Kuna wazazi wengi sana siku hizi ambao wanazaa watoto wao, unakuta wazazi wao wa kwanza wanapata changamoto, kuna CP wanaita. Yani kuna changamoto nyingi sana ambazo wamama wanapitia. Mungu azidi kuwatia nguvu akina mama wote duniani, lakini kwenye swala la watoto kuumwa na kuguza watoto
Yani kama Mungu angekuwa anaweza kupita kwenye hospitali zote sasa hivi awainue watoto wapone, mama zao wapate amani. Yani you're giving me that scenario. Naonea wazazi ambao tunasema ana homa, unapo panic reaction to ya homa. Sasa imagine being you in a hospital 3 months. I just want to understand, baba alikuwa wapi by then? Because I know you have a very supportive partner. I really like that. One among the things like I will always say, mume wake anampenda. That's always whenever I say something about him, we mume wake anampenda yule. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mume wangu kiukweli. And the sad part ni kwamba hiyo hali ilitupata mara tu baada ya ndoa yetu. Yes. Yani haikuchukua muda mrefu sana. Maana tulifunga ndoa Julai. Kuanzia Septemba, Oktoba. Yani kuanzia Septemba mtu akaanza kuumwa. Yani baada ya mwezi mmoja tu baada ya mtu akaanza kuumwa mpaka alikuja kufanyia operation huko. Yani tulikuwa tayari tushapitia mambo mengi. Kwa hiyo yani hata tukuenjoy ile ndoa yetu mwanzo. Yani bado pete iko yani pia. Niko hospitali. Lakini mume wangu alisimama na mimi mwanzo mpaka mwisho. Saa 12 nyewe Amanda nyesheni wewe wenyewe ukiwa mmoja kati ya watu ambao saa 12 mkiwa mnaenda kazini mnagongana pale. Yani mnavyoenda kazini nianze mimi kwanza maana yeye ni baba ataingia anytime. Mungu abariki sana kila mtu aliyekuwa na rafiki kama wewe kwenye maisha. Lakini I really feel like katika malezi yote baba na mama, it's very good to understand each other. I'll say this, I'm sorry it's going to be very personal to you because I remember wakati mmetoka hospitali, you are going back home. I remember mume wako akanipigia, nataka nimpeleke sehemu apumzike. Mtoto tutateke sisi. Leo acha mke wangu aende sehemu apumzike. Yani you get that feeling, oh my God, he understands, nimechoka. This is very sweet. Like akulipie tu uende sehemu upate spa day, urelax. I know it's just going to be a day, lakini the fact that mume amewaza kwamba mke wangu amekaa hospitali in a very long time, she needs this. Na vilitokea vyote hivyo. I remember. Yani vyote vilitokea ni kwamba yani mtu ambaye mimi nalala pale hospitali lakini kama vile na yeye yupo. Yani mpaka manesi, maaskari yani walishatuzoea wote. Yani kwamba wanajua kabisa huyu baba mtu fulani. Asubuhi yupo, mchana akitoka kazini, atapita mchana atakaa pale mpaka jioni. Sio Jumamosi, sio Jumapili. Mpaka nafika muda namwambia kesho sitaki kukuona. Nataka utoke na ukae na marafiki zako relax. Marafiki zake na yeye anipigia simu. Yaani na yeye pia wanahangaika ili kumchanganya akae nao pamoja. Wakimuona hayupo yuko nyumbani wanaenda kukaa naye, wanamvuta wakae naye. Yaani ni mtu ambaye anapenda kujichanganya lakini at that time pia naye alikuwa anapitia wakati mgumu sana. Lakini ni all in all namshukuru Mungu sana kwa ajili ya mume wangu kwa kweli. Akahakikisha kwamba unalala unakaa kitandani muda wote, unakaa sehemu moja, toka sio nenda kafanywe massage, unataka nini? Yani ni ile tu tupokeane shift za kulala hospitali, wewe nenda nyumbani leo ulale kitanda kizuri. Yani alikuwa anahakikisha kwamba kukaa na mtoto alikuwa anaogopa, alikuwa hawezi. Kwa hiyo akaongea na dada zangu, mama zangu, alternative ya kuwepo na mtoto. Kwa hiyo analeta mama, dada yangu analala pale nyumbani, mimi nirudi nyumbani nikapumzike japo hata siku moja. Yaani mpaka manesi ilifika muda kwanza kunishauri vile. Natangia nimekaa hospitali siku hii kulia. Manesi akawa anasema siku hii kulia. Mpaka nikaanza kusema you are very strong. If it was me, I'll be drowning in my own tears. Siku hii kulia. Manesi kumbe alikuwa anaongelea kama it can't be normal. Siku ambayo nilikuja kulia, kila mtu alipata hiyo relief, kasema bora leo kalia. Na nilikuja kulia ilikuwaje? Daktari sio alikuwa kama naelewa Kiingereza, sielewi. Yule daktari ambaye alikuwa anapita alikuwa daktari bingwa yule. Kwa hiyo kanapita na madaktari ambao walikuwa wanafanyia mwanangu operation. Walikuwa iko timu ya madaktari wengi. Kwa hiyo wakawa wanamwangalia mwanangu ndo baada ya operation ya 3 sasa. Kwa hiyo anaongea scenario. Kwa hiyo ananiuliza mimi, nampa mrejesho wa mtoto, then anawarudia madaktari wengine anawaelezea. Sasa nilikuja kumwambia hiyo hali ya mwanangu, baadaye akawageukia wenzake akamwambia unajua nini? Hii situation itamletea mtoto ulemavu wa kudumu. Hawezi kupona. Hatakuja kupona kwenye maisha yake, hatakuja kutembea, hatakuja kuongea, ndo mlemavu hivyo. Hapa kilichobakia anaweza kupoteza maisha. Iyo.
Manda, fanya kama unaniona. Nilipiga yowe moja, yale mayowe ambayo anapigaga ya mama yale. Yale ni automatic. Yale hakuna mtu anayefeki yale. Yaani sauti tu nilitoka ni manake hapo na reception ni mbali. Manesi walisikia kutoka reception. Nililia, dokta akashindwa kuendelea kuongea. Akaniambia mama jikaze, ndio kuelezea. Nilijishika kwanza moyo nikajikaza. Huyo daktari ni mama, yaani ni mdada lakini ana watoto tena na familia, akaja kunishika hivi. Jikaze mama Ifani. Vumilia, nikaanza kumsikiliza dokta. Dokta akaniambia unajua nini? Huo ni usaha kwenye ubongo. Mbona kusikia watu wametoa mimba alafu tena kizazi kimeharibika wakatolewa kizazi kabisa. Sasa kile ni kizazi, kitu kishapata usaha kimeharibika. Hakiwezi tena kudumu. Sasa huo ni ubongo, hatuwezi kutoa ubongo, hakuna spare ubongo. Na sasa kinapata. Dokta ananiambia hivyo. Ananiambia wengine watakushuga kote. Mimi niko kwenye field muda mrefu na kanyaga tope na kanyaga mimba. Nitakwambia kitu kama kilivyo, lakini hawa watataka mimi nakwambia walisi. Yaani nililia. Dokta ananiambia hivyo amani. Dokta ya yule baba. Ndani ya moyo wangu nikasema daktari pekee utakayemwamini ni Mungu peke yake. Hakuna kitu ambacho Mungu anakifanya ambao Mungu anaweza kukishindwa. Yaani mwanadamu akasema kwamba hapa ndo, yaani pale mwanadamu asawa mwisho, Mungu nipo anapewa. Yaani ndani ya moyo wangu nilikuwa nasikia ile sauti. Na that time nilikuwa na what God cannot do does not exist. Yaani ndio ile ikaanza kunipa nguvu. Kwa hiyo hata ile nguvu ya kulia ikapungua, madaktari wakaondoka, maana walishinda kabisa kukamwa. Nililia hiyo siku nzima. Ikawa kila mtu anakuja kuniona naye ni analia. Nikilio. Ndio nikaanza kupambana, maana mtoto alikuwa ameparalyze sasa upande mzima. Mtoto alikuwa changamoto ubongo upande wa kushoto, kwa upande wa kulia. Mind you, hata operation ya kwanza pia walikosea, walianza kumfanyia upande wa kulia. Wakaja hiyo tulipoteza kwa sababu tulikuwa tuna stress nyingi, lakini mwanangu alifanyia operation pande zote mbili. Upande wa kulia alifanya kimakosa. Kila nikiuliza why, walikuwa hawajai kunieleza mpaka leo. Lakini kwa sababu ikojirudia tena tumepotezea. Kwa hiyo nini hapana. Namshukuru Mungu, nikapambana, nikasema Mungu wewe ndio unaweza, mwanangu hawezi kuwa mlemavu. Tukaanza kufanya physiotherapy pale. Mtoto akaanza kukaa tena sawa upande, tukaruhusiwa kurudi nyumbani. Tuliambiwa tutakaa hospitali almost miezi 6 ijayo. Yaani tumeshaka 3. Predictive. Mtakaa pa hospitali miezi 6. Niliomba hata siku nyingi ilitokea. Hata mwezi haukuisha, tukaruhusiwa kurudi nyumbani. Tumesha kurudi nyumbani, physio sasa zikaanza. Na hapo tayari, kumbuka mimi ni mwajiriwa. Sijui hata malaika. Yaani sijui hata malaika aliingiaje ofisini wakawa hawanisumbui. Likizo zangu ndo zikaja kuhesabiwa. Yaani nimeshaka hospitali miezi 3. Likizo zimekuja kuhesabiwa siku ya mwisho kabisa. Ndio nikaambiwa sasa hapa endelea kuhesabia likizo, zikishaisha hizo likizo urudi kazini. Ndio tayari na kama vile wiki moja hospitali. Kwa wiki moja niko hospitali. Nimeanza kuhesabia likizo yangu, nimerudi nyumbani kwa ile namlea mtoto, likizo imeisha. Nikarudi kazini. Na hiyo kazini nakuta naingia asubuhi, nikitoka asubuhi nawasha gari narudi nyumbani, namchukua mtoto nampeleka physiotherapy. Tunarudi. Kwa hiyo ofisini wakawa walinisaidia, walinielewa kwamba wanipa ile ratiba ambayo naweza nikafanya, nikawa flexible. Kwa hiyo naingia ofisini alfajiri sana. Nikimaliza tu kazi yangu, narudi nyumbani namchukua mtoto mazoezi. Kwa mazoezi mpaka sasa hivi Mungu ni mwema, sawa hatembei ile nganga lakini anatembea. But you see improvement. Yeah, sura ilikuwa imelala, mtu ambaye paralyzed. Kasura kama inuka. Ana nguvu, tena amekuwa ana nguvu kuzidi hata wale watoto ambao. Yaani akimshika hivi mtu, hata mtu mzima mwenyewe usipokuwa makini wewe mwenyewe I know. Anaweza kukuangusha. Naelewa. Kwa hiyo yote ni yale mazoezi ambayo anafanya. Namshukuru Mungu, najua mwanangu atakuja kuongea. Kuniambia Mungu ni ushuhuda wangu. Kwa sababu hata nilipokuwa na mimba yake nilikuwa yaani kuna vitu ambavyo vikubwa nilivyokuwa namuombea. Na siku zote tunajua shetani naye anataka vitu vizuri. Na wala hataki kuona kile kitu ambacho kitakuja kukomboa watu wengi kikiprosper, atataka tu kuharibu. Kwa hiyo mwanangu nilikuwa namuombea ukuu fulani katika kutumika. Yes, na jina lake Ethan.
the strong one. Hey, nakumbuka tulikuwa tukimwona tunasema really this guy is an Ethan. Yeah, really ni an Ethan, very strong, yani super strong. Alikuwa anajua like in this moment a lot of people mnaona anaona mama, hebu let me give you a little hope. Anakupa tumaini pale, unamkuta anacheza mwenyewe na vitabu vyake, anakuambia bas butterfly one. Nakumbuka vile picha vya frog, yani anakupa ile hope, unaona kabisa there is nothing wrong bwana, he's gonna be okay. Utakuja shangazi, huyu ndo anamu maleferi yote na amechanga kwenye kula, yani kwenye kula alikuwa anakula. Maana yake nilikuwa napenda kumnyonyesha mwanangu hospitali, nilikuwa na madila yangu nimeyakata huko, nilikuwa nikikaa tu kila muda anachukua nyonyo lake, yani yuko very strong, hajawahi kukataa chakula muda wote. Kwa hiyo yani namshukuru Mungu sana kwa sema ambao amenipitisha. Lakini pia yani wamama jamani, wamama tuna kiti chetu mbinguni. Mimi nakwambia mama, tukifika mbinguni tutagiwa juisi ya baridi tutagiwa na mina nyeusi, tutakiwa viti virefu tukae, after kutakuwa kuna AC pale zinatupepea, kwanza tupoe kwenye hii safari. I feel like story yako italeta a ray of hope. Maana nimepita hospitali. Nakumbuka hata tulivyopeleka birthday gift yake ya miaka 2, tulivyopeleka zawadi za shukrani, I saw the same situation ambayo tuliacha, tena people are going in wanaugua zaidi. I feel like umeshare story yako, wako ambao they have that loss of hope. Nimemuuguza mtoto wangu muda mrefu. Nakumbuka sala yako kubwa wakati ule, wakati tunapeleka, ilikuwa ni Mungu ashuke awaangalia hata na hao wazazi na hao watoto waondoke kwenye vivi. Because walikuwepo waliokuwa na worst situation. Ni kweli. Lakini just imagine wewe, you have been there, umekaa for more than 3 months and here you are. Ethan yule pale tunamwona he's going to school saa hizi, kaka mkubwa kabisa. Yani I feel like kupitia hiyo story I remember hata kuna siku moja nilikwambia, if you write a book I'll be intrigued kukisoma because of what you have gone through. Mimi the fact kwamba hukulia, that was what was shocking. Hata mimi unakumbuka nikija nakwambia haujisikia hata kulia kidogo, lia basi ili kuna ile hali inakuwa hapa. So I feel like mtoto hana ule usiku. Mimi nikifika tu nikimbeba nikisali sala kidogo, najisikia vitu viko umo, naishia tufanya wewe, hebu tulia yani ile like getting in, yani put it together yani sijui sasa kwa nini wewe so I just want to feel like that strength ilikuwa ndani yako. But then I came to realize you have a supportive system. Ndugu alikuwa karibu. Ilikuwa kwanza ule mlango tulikuwa tunashindana kuingia. Jamani. Ukifika pale ukisema unaenda chumba cha fulani, unaambiwa kushaja. Inabidi nini wale walinzi jamani, nyinyi nisaidieni, mimi sijamuona mtoto, mimi ndo niko nataka. Nakumbuka one day nilikuja usiku, baba Ethan nikasema mimi nje akaishia tu kuniambia, shemeji haya chukua chakula peleka. Because ukienda na chakula utaruhusiwa, mimi apili nitamuona tu. So that supportive system, I think kila mtu deserves to have that. Na ni mtaji mkubwa sana, marafiki, familia. Hivyo unajua hatujawahi kukaa ukiwa na watu. Mimi I remember I used kusali watu asije kabisa, I swear to God. Zilikuwa zinafanya kazi, lakini pia zilikuwa zinafanya kazi. Kuna hiyo siku nilisema nikasema, Mungu nataka leo nilale nipumzike, asije mtu. Hiyo siku tulilala, tena kesho yake watu kwa nipigia simu, tulikuwa tunapiga simu yako ilikuwa haitoki, tukakuja kukuona, I was like kukuwa na reception, tulikuwa tunakuja kukuona ulikuwa upo, yani all in all jamani, God is good. Plus maraika wetu ambao tunaishi nao, dada zetu wadogo zetu. Sasa yule huyo kwangu mimi, naye dada yake Ethan hivi, unajua naye alihamia hospitali. Sasa nakumbuka yani alihamia hospitali kwamba alikuwa akikaa nyumbani, na mwenyewe pia alikuwa hana anachokifanya, apati amani. Wenzake wanakaa wanaangalia TV, yeye yuko chumbani amejifungia analia. Akiambiwa leo Ethan anarudishwa theater, analia, hali afanye chochote. Alikuwa gadi ana mfungo wake rasmi. Alikuwa afanye chochote. Kwa hiyo sasa ilichobakia ikabidi tu yule nesi mkubwa hapo ndiye ambaye nilikuwa nakaa
akasema kwa sababu mtoto wako tumemwekea ile central line, kitu ambacho kinapita yani kwenye mshipa wa damu wa moyo, na Ethan alikuwa ni mtoto. Kwa hiyo akasema anaweza akavuta ukiwa umelala, alafu anaweza kusababisha damu nyingi zikatoka ikapelekea umauti. Kwa hiyo beta moyo wawili, ukiwa peke yako mtachoka. Kwa hiyo nikasema basi hiyo ndio opportunity yetu. Kwa hiyo nikawa nakaa na mdada wangu. Kwa hiyo ikawa nguo zetu siku tunakaa, anaenda anafua nyumbani zote, anapika vyakula vya mtoto, anatengeneza juice, anarudi tunaweka kwenye kafriji ketu. Yani yale maisha yasijirudie. Kwa kweli I wanted to say that yale maisha yasijirudie. Never in my life, in anybody's life. Anyone that I know. Tusikie tu story kwa watu. Na kweli tuishe kuzisikia, hata zisitokea actually, tusizisikia hata kwenye story because they are very depressing and very stressful. Alafu sasa kuna ile hali unakuta mwingine yuko alone, hana partner. That's the worst part. Story ambazo pia nilikuwa naziona pia hospitali, ndio maana pia nikasema yani sikutakiwa kupata nguvu kutokana na matatizo ya wenzangu, lakini kama binadamu kuna namna nilikuwa namshukuru Mungu kwa vile nilivyokuwa naviona. Mtu anakaa pale hospitali, hana mtu wa kumsaidia, hana chakula, hana ndugu. Ukimuuliza mume, baba huyu mtoto yuko wapi, anakuambia alinikimbia. Ikabakia muda sasa tukawa ni mpaka tunajua na make mimi nilihamia wodi nyingine, lakini kule nilipotoka kwa wale ambao nilikaa nao japo kwa siku 3 sikuwa sawa, nilikuwa nashuka kwa ajili ya kupiga nao story. Yani people come and go, watu wanakuja wapya, lakini kuna watu ambao wanabakia pale pale, ndio ile mnaitwa mwenyekiti wa wodi. Vitu vingine majina mabaya, lakini ndio unakuta yani wewe uko hapo. Kwa hiyo ikafika muda nikavyo tukabakia tu wawili ambao tunajua nao wao. Abjakaa vizuri, utasikia mtu fulani mtoto amefariki. Kwa zile story kila baada ya siku 2 unaambia mtoto fulani kafariki, kila baada ya siku 2 mtoto fulani kafariki. Na nyinyi mko hapo hapo mnawaangalia, mlikuwa mnaishi na wale watoto, mnawaona na unamwona kabisa mama alikuwa na hope kabisa yani. Kwa hiyo ni kitu ambacho Mungu atubariki sisi wa mama na atutie nguvu, lakini pia atuondolee magonjwa yote kwa watoto wetu. Now that we have covered, I feel like a lot of grounds. I know kutakuwa na a lot of follow-ups, watakotaka kukuona, watakotaka kukujua. They would like to know like who is here today. Nipo na nani? So tell me, who is this person? Tumepiga story nyingi. Kwa kweli, okay. Mimi kwa majina ni Alessia Thomas Haule. Professional yangu mimi ni mtangazaji, mwanahabari. Nafanya vipindi mbalimbali vya kijamii, vya sana cha vijana ambao wabunifu, lakini pia live shows nafanya. Niko kwenye masuala ya utabiri wa hali ya hewa, najua hapa na pale, nilipata training kutoka TMA, kwa hiyo niko vizuri kwa namna fulani hivi, nafahamu hivyo vitu. Lakini pia mimi ni mama kama tunavyoongea hapa. Mbali na mama, mimi ni mke pia. Na mke anakuja na majukumu mengi, tunasaidiana mawazo na wanawake wenzangu ambao pia ni wake za watu wengine, lakini pia mimi ni dada kwa wadogo zangu wananitazama, inabidi niwe mfano. Mimi ni mtoto kwa wazazi wangu. Mimi ni mjasiriamali jamani, kama nilivyopendeza. Exactly. Mavazi yangu ya Kiafrika, nimebase kwenye masuala ya vitenge, kanga, batiki. Lakini pia Mungu akipenda huko mbele naweza nikaenda mbali zaidi kwenye masuala ya ushonaji. Ni kitu ambacho nakipenda, nilikuwa nakipenda muda mrefu tu. Kwa nafikiria kuingia humo. That's me. Na nampenda Mungu sana. Yani mzee wa kanisa, mama mzee wa kanisa. Mke wa mzee wa kanisa. Mzee wa kanisa. Nampenda Mungu na namtumikia Mungu, nimeokoka. Amen. Amen to that. Yeah. I feel like sina tena cha kuongezea hapo, utambulisho umejitosheleza. Kwa upande wangu, wewe ni rafiki yangu, tumekuwa wote, and right now we have, I feel like sio tena urafiki. Familia. Ushakuwa undugu. Because mimi nashaka napigiwa simu, "Oi, mwandae mtoto nampitia hapo sasa hivi." And I'm like, mbona ina anaumwa, wewe mwandae nampeleka kucheza. So yani
that comfort ya kukuachia mtoto wangu tena tusio michezo overnight. Jamani dada tunaomba tuende sleep over same plan. I'm like kwa mama Maitha naye siandai cha unga, siandai cha sukari, lakini haikuhusu mtoto atakula atakunywa, na hata nikienda kumfuata anaweza akalia na muondoa kwa rafiki yake. So that's it. Kwa hiyo kwangu mimi you have been a blessing. Umenikuza kiimani, umenikuza in this phase ya motherhood. Now that I'm learning more about you, napitia. So yani like I feel like the conversations we are having every day tunakuzana, lakini I feel like umenikuza zaidi. So in one way or another, thank you so much for being here in my podcast. Thank you too. It means a lot. Kwa kuniamini na mimi kwa kuwa hapa. I had no doubt. I know like she can do this. Mtu amesema broadcasting, what can she do? Jamani, this tiny thing of making stories with your friend. Kuna mtu anakuambia if you're a very talkative person, anzisha podcast. So you know I'm talkative, you're talkative. Tushafanya podcast. Ila siku zika nimepoa. Siku zika nimepoa hivi. We're just getting started. So thank you so much. Thank you so much kwa kuniamini kwa kuwa hapa. I love you. I love you too. Kwa hiyo this side tulosikia ni ya my friend Lesia. In case you have a story and you'd like to share, ambayo naamini kwamba katika upande wa malezi ya scenario za mtoto kwanza yatamkuza mtu mmoja, ama kwa namna moja ama nyingine atakuwa hopefully like the one we have just said. Kwa upande wangu mimi imenijaza matumaini. Don't hesitate to check on us. This is Mtoto Kwanza podcast na jina langu ni Mandy Nemes, your favorite auntie.